Na wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni waalike tena katika visa vya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na ikiwa leo tunatamatisha kisa chetu ambacho tumekuwa nacho kwa takriban majuma mawili, na hatimaye leo tutahitimisha katika sehemu yake ya 3. Na kisa hiki kilikuwa na kichwa kinachosema mama asiyekata tamaa, ikiwa ni sehemu ya 3. Daktari wa watoto Colette alitarajia kumleta msichana mzaliwa wa Alaska mwenye umri wa miaka 13 nyumbani kabla ya saa za Sabato. Alikuwa amemwambia matrona kwamba alikuwa Mwadventista wa Sabato, lakini ilionekana kuwa ni wazo zuri sana kukaa nyumbani huko Anchorage kabla ya kutumia Sabato yao ya kwanza wakiwa pamoja. Mamlaka za kuasili za jiji la Alaska hata hivyo zilikuwa na mawazo mengine. Walimwambia Colette kwamba angeweza kumchukua msichana huyo siku ya Sabato. Siku moja kabla ya hatua hiyo kubwa, Colette alimpigia mtu simu ambaye ni matrona kwenye kituo chake huko Anchorage. Kwa kawaida mimi huenda kanisani siku ya Sabato, alisema. Na hatimaye alimuuliza, je, ungependa kwenda nami? Hapana, matrona alisema. Matrona ilipofika asubuhi iliyofuata, alisema kwamba anataka kutazama runinga. Siku za Sabato katika nyumba yangu na natazama maonyesho yenye mada za Kikristo au video za asili, Colette alijibu. Matrona alishangaa sana, aliuliza ikiwa angeweza kutazama kipindi cha runinga hai kuhusu wanyamapori badala yake. Colette na matrona walipata kutumia miezi miwili ya kukaa pamoja huko Anchorage kabla ya kuhamia Bethel, ambapo huko Colette alipata kazi mpya katika hospitali mojawapo. Wakati huo walitengeneza utaratibu wa kujenga uhusiano wao. Walifanya ibada ya asubuhi na jioni, na matrona aliendelea kukua kiroho. Leo matrona ana umri wa miaka 15 na anapenda kuishi Bethel, ambako anaenda shule ya nyumbani, anajifunza masomo ya piano, ana marafiki wengi na anashiriki kikamilifu katika maisha ya kanisa la Waadventista wa Sabato huko Bethel. Mungu ndiye aliyepanga kila kitu, alisema Colette, ambaye zaidi ya kufanya kazi kama daktari wa watoto, anahudumu pia kama mwalimu wa Biblia na kiongozi msaidizi wa kanisa. Matrona mwenye kiburi ambaye nilikutana naye kwa mara ya kwanza kwenye simu ni tofauti sana na matrona wa sasa, alisema Colette. Yeye ni kiongozi wa watoto kanisani na katika jumuiya. Ninaona Mungu akifanya kazi katika maisha yake na kuikuza imani yake. Matrona alishukuru kwa simu ambazo hazikukoma za Colette, na sasa upendo wake usiokoma kama mama. Kama angejaribu tena na tena kunifanya nielewe, nisielewe, nisingemjua Mungu huyu kwamba ni nani, alisema. Vilevile alisema Mungu alimtumia Colette kubadili maisha yake. Jinsi alivyonipata haikuwa kwa nasibu, alisema. Ninahisi kwamba Mungu alimuongoza kwangu na Mungu aliniongoza kwake. Mungu amenileta mahali pazuri na kunipa amani ya moyo. Nipende kuwashukuru sana, na hapa ndipo tumefikia mwisho wa kisa chetu ambacho kilikuwa na sehemu ya kwanza, ya pili, na hatimaye leo tumehitimisha kwa sehemu ya 3.